Tutazame tafasiri za wana wa ilmu kuhusu neno hili kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tafsiri aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wama yunasibuha min alaqwali. Katika tafsiri aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na malaika zake wanamsalia nabii, enyi ambao mlioamini mumsalie nanyi pia mtume wenu, na yale yanayonasibiana katika kauli za wanawazuoni wanasema qala al-allama Shamsuddin, Imam Shamsuddin anasema kwamba yusalluna ala nabi, neno yusalluna ala nabi liliyokusudiwa au ay Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asiji mtu yoyote akakwambia ati yusalluna ala nabi ni nabii Musa, yusalluna ala nabi ni nabii Isa, yusalluna ala nabi ni nabii, hakuna. Yusalluna ala nabi ay Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, mustari mpaka siku ya kiyama. Qala Ibn Abbas, mfasiri wa Qur'ani Ibn Abbas ambaye anajua aya zote zilipoteremkia na sababu ya hizo aya kuteremkia, anasema kwamba arada al-haqq subhanahu anna Allah ta'ala yarhamu an-nabi, alichokitaka Mwenyezi Mungu katika hilo neno yusalluna ala nabi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ni kumrehemu mtume, wa malaikatu yad'una lah, na neno malaika wao kumswalia mtume ni kumwombea dua. Huyu ni Ibn Abbas anayetueleza Mwenyezi Mungu kitendo cha kumswalia mtume maana yake ni kumrehemu, malaika kitendo cha kumswalia mtume ni kumwombea dua. Wassalatu min Allahi rahma, swala kwa Mwenyezi Mungu aliyokusudia hapo ni kumrehemu mtume. Na hapa tukifungua mlango wa kutafsiri neno rahma hatutoki kwenye darasa hili, tunaweza tukaishia hapo kwenye neno tu rahma. Nini maana ya rahma katika lugha, katika sharia? Nini lengo la rahma katika Qur'ani? Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema mtume ni rehma kwetu. Wal malaikatu al istighfar, kwa mara nyingine tena neno kumswalia mtume kwa malaika ni kumtakia msamaha. Na ndio maana mtume utasikia amesamehewa madhambi yake ya mwanzo na ya mwisho. Mitume hawana dhambi, mitume hawana dhambi, bali imani za mitume wao kila siku zinapandaga. Imani zimegawanyika aina tatu. Kuna viumbe ambao wao imani yao iko stable, haipandagi wala haishukagi, ni malaika. Imani za mitume wao ni kupandaga, hazishukagi. Imani za mimi na wewe zinapanda na zinashuka, na ndio binadamu. Imani leo itapanda, utafanya khairati, utafanya nini, na mtume akasema al-imanu yazidu, imani inazidi pindi ambapo mtu anapofanya khairi, wa yanqus, na inapunguka pindi ambapo mtu anafanya nini, anapofanya zaidi mambo ya maasi. Kumbe yoyote ambaye atakayejiuliza, je, kumswalia mtume maana yake ni nini? Mwenyezi Mungu anamswalia mtume vipi? Ni kumtakia rahma. Malaika nao ni nini? Nao vile vile ni kumtakia istighfar. Haya, tutazame ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Je, sisi sasa kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuchukua udhu, ni kuswali raka 2, malengo kumkusudia mtume, ni kuswali raka 4, ni kuelekea qibla? Hapana. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Abu Aliya akasema salatullahi, sala Mwenyezi Mungu, sanauhu alayhi, ni kumtukuza, kumpatia mtume cheo. Wal malaikatu wa salatul malaikatu dua, ni vile ni dua. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi ay ud'u lahu birrahma, enyi malaika nanyi mtakieni mtume huruma na msamaha. Wasalimu taslima ay hayyuhu bitahiyati alislam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi mlioamini msalieni mtume na mumsalimu. Ay hayyuhu bitahiyati alislam, assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya rasulullah. Kwa masahaba waliokuwa na mtume hai wanamuona, na kwa sisi leo tunamtolea mtume salamu. Ukisema assalamu alayka ya nabii Allah, assalamu alayka ya rasulullah, huku pia ni kumsalia mtume. Tutaona faida na ubora wa kumsalia hili neno tu, assalamu alayka ya nabii Allah, assalamu alayka ya rasulullah. Wakafikia wana wa ilmu kusema ya kwamba وقال الشيخ رحمه الله قال الحافظ السخاوي قال ابن بري أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي فرض kwamba kumswalia mtume ni faradhi. Subhanallah, kumswalia mtume ni faradhi ala kulli mu'min, kwa kila muaminifu, biqauli ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu aliposema kwa kutoa amri, asema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa kile kitendo cha kusema kwamba enyi mlioamini msalieni mtume, kwamba ni wajibu, ni faradhi, kama jinsi unavyoswali swala 5 kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mara ngapi sisi hatumswali mtume? Hivi nani kwa siku unakumbuka umsalie mtume? Tuache kwanza basi hiyo kiubinadamu, mtume alitutoa mbali.
Kuja kwake mtume amekuja kutukomboa, kututoa kwenye shirki, kututoa kwenye dhulma, kututoa kwenye mambo machafu na kutufanya kuwa leo binadamu. Sisi kama leo tunafanana hivi, nuru ya Uislamu, na Uislamu umetakasika na sisi tumetakasika. Kama leo tuko hivi ni kwa ajili ya huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye aliziokoa nyoyo zetu kuzitoa kunako uchafu wa shirki. Watu walikuwa wanauana, watu wanawatesa watoto, wanawake wanawaua. Na hili subhanallah, juzi niko napita kwenye mitandao nakutana na habari, bado kuna watu walikuwa wanaishi wanawaua watoto wa kike. India, habari zipo tena katika BBC, habari za hii wiki. Utakutana kuna baadhi ya watu mpaka leo walikuwa hawajatoka kwenye ule ushenzi. Akizaa mtoto mwanamke anamnyonga. Kuna mtu anamuuliza, wewe uliua watoto wangapi? Anasema mimi hata 10 nilifikisha watoto wa kike ni nawaua. Lakini leo sisi Uislamu ulitutoa kunako ule ushenzi. Mtume wetu alikuja akatuadabisha, akatuelimisha, hayo yote tukayaacha kuhusikana na nuru hii ya Uislamu na kuja kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kad jaakum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Hizi ni sifa za mtume anasifiwa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka. Hizi ni sifa za mtume anasifiwa. Wadduha wal layl. Hizi ni sifa zote mtume anasifiwa. Sallu alayhi, msalieni mtume wenu jameni, acheni kujibana, mpeni haki yake. Mtume anastahili kusaliwa, alianza hii ibada Allah. Mimi na wewe ni kina nani? Na kuna siri kubwa. Maneno katika tafsiri za wana wa ilmu ni mengi sana ambayo leo tukiyapitia hapa wallahi ni mengi matamu. Wa fi kulli hali, anasema kwamba moja katika Imam Al-Qurtubi anasema kwamba hakuna khilafu katika wajibu wa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho katika maneno yake anasema hivi, wala yughfaluha, na wala hatoghafilika mtu kwa kitendo cha kumswalia Mtume. Piga mstari hapa, illa man la khairan la, isipokuwa mtu ambaye hana khairi. Subhanallah, wallahi ukijiona wewe haumswaliaji Mtume, jishakie kama bado haujao katika watu wa khairi. Ukiona haumswaliaji Mtume, anasema Imam Al-Qurtubi ya kwamba mtu asiyemswalia Mtume ajishakie, na sio kumswalia tu Mtume kwenye swala Allahumma salli ala Muhammad. Kuna wakati mwingine ndio adhkari yako utauona utamu na ladha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno ni mengi katika swala hili, na fasiri za wana wazuoni katika kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.